Nataka nieleze vizuri sana, Roho Mtakatifu amekuwa akinieleza vizuri sana na kunifafanulia habari ya nyota. Kwa nini ni muhimu sana kujua maana ya nyota? Tunasikia watu umeibiwa nyota, tunasikia mtu ana nyota kali. Nyota maana yake nini? Namba moja, nyota ni kipawa chako ulichozaliwa nacho. Nyota ni kipawa chako ulichozaliwa nacho. Tukiongelea habari ya nyota, tunaongelea habari ya kipawa kile ambacho ulizaliwa nacho. Lakini nyota maana yake nini? Nyota ni mvuto wako mbele za watu wengine. Ni mvuto, ni sumaku mbele za watu wengine. Tukiongelea habari ya nyota, tunaongelea habari ya mvuto, sumaku mbele za watu wengine. Tukisema habari ya nyota, tunaongelea habari ya sumaku. Tumekuwa watu wengi tumepata changamoto kubwa sana kwamba tunahitaji kujua kwa nini zamani nilikuwa na mvuto. Watu wengi walikuwa wananipenda zamani. Kwa mambo yalikuwa yanaenda vizuri. Nilikuwa nikianzisha kitu chochote watu wanakuja, wananunua vitu vyangu, wanafanya biashara na mimi, wananipa tenda, wananipa vitu vizuri, wananipa project, wananipa mambo ya maana. Kwa nini nyakati hizi sina au mambo yangu yameharibika? Ni kwa sababu kwanza umekosa kinachoitwa mvuto. Kwa hiyo tunapoongelea habari ya nyota, tunaongelea cha kwanza kile kitu kizuri ambacho umezaliwa nacho. Moja kati ya kitu kizuri, kama ulizaliwa na neema, tuseme ni neema ya uimbaji, ikizimwa hiyo neema, maana yake ni kwamba utabaki pale pale muda mrefu. Lakini pia kama tukiongelea habari ya mvuto, maana yake ni kile kitu kizuri ambacho kilikuwa kinakuletea kibali mbele za watu. Watu wanakukubali, watu wanakusikiliza, watu wako tayari na wewe kwa ajili ya kufanya kazi fulani kwa sababu ulikuwa na sumaku. Lakini nyota ni nini? Nyota ni kile kitu ambacho kinakutofautisha na watu wengine. Tunapoongelea habari ya nyota, ni kile kitu cha thamani ambacho kinakutofautisha na watu wengine. Watu wengi tumekuwa tukihangaika muda mrefu, nini kilichonifunga? Mbona huyu yuko juu, mbona mimi niko chini? Kumbe hatujai kugundua kwamba kinachotofautisha ni kinachoitwa nyota. Nyota inaweza kumtofautisha mtu kwamba huyu ni mtu wa namna gani? Huyu mtu ana miracle, huyu mtu ana kitu kizuri, huyu ni tajiri, huyu ni maskini, huyu 1 2 3. Kwa sababu kinachotofautisha watu wengine ni nyota. Lakini nyota ni nini? Nyota ni kile kitu kinachokufanya uheshimike. Kinachomheshimisha mtu wala sio nafasi, ni nyota. Kuna nyota, mtu anakuwa na nyota kuheshimika, nyota kupewa heshima, nyota ya kuwa na nafasi ya juu, nyota ya kukubalika, nyota ya uongozi. Ukisikia nyota ya uongozi kwamba mtu anakuwa kiongozi, anaweza kaanzisha jambo lolote, watu wakamzunguka, wakamkubali, wakampigia kura, au akafanya jambo lolote linalomtukuza au linalomuinua ile mtu, ni kwa sababu ya nyota. Kinachombeba mtu ni nyota. Ukiona nyota yako haiendi, nyota yako hauna mabadiliko yoyote kwenye eneo la maisha yako, jua kabisa nyota yako imekushazimishwa. Lakini nyota ni nini? Nyota ni ile sumaku inayokuletea fedha. Kuna watu kabisa wanaweza kufanya kazi hata kama ni ndogo, lakini utashangaa kazi inaongezeka, mabadiliko yanatokea. Unafanya biashara ndogo, lakini unaona matokeo makubwa. Tumeona kabisa mtu anaweza kafuga mifugo na utashangaa mtu akaongezeka. Mtu anaweza akaanzisha project yoyote na ile project ikampeleka hatua nyingine. Nini maana kinachotofautisha au kinachotofautisha watu? Ni nyota. Lakini nyota ni nini? Nyota ni kile kinachokufanya ujulikane kila mahali au upate umaarufu. Kuna mtu anapata umaarufu fulani, mwanamuziki maarufu sana, mtu mwimbaji maarufu sana, mtu ni mhubiri mzuri sana, ni mtu mmoja ambaye anaweza kachekesha watu. Kinachotofautisha watu wengi ni kitu kinachoitwa nyota. Nyota yako ikizimishwa, nyota ikipigwa giza, maana yake hakuna kitakachoendelea, wala hakuna kitakachoweza kupeleka viwango vingine, hakuna kitakachokupeleka level nyingine. Nyota ni nini? Ni kile kitu kinachokufanya watu waje kukupigia magoti. Kuna watu kabisa anaweza kaja kukupigia magoti kwa na nyota ya neema, nyota ya uponyaji, nyota ya afya, nyota ya kurejesha maisha ya watu wengine. Lakini nyota ni kile kinachowafanya watu wengine waje wakupigie magoti. Lakini nyota ni nini? Nyota ni
hatima yako iliyotukuka. Inaitwa glorious destiny. Yani ni ile hatima yako iliyotukuka, glorious destiny. Nyota yako inaweza, au maisha yako inaweza kubadilika kwa sababu ya nyota. Nyota yako iking'aa, maana yake inatafsiri hatima yako ya kesho. Nyota ni nini? Ni kile kinachokufanya uwe na ushawishi mkubwa mbele za watu. Nyota, kuna mtu anaweza akasimama akaanzisha jambo lolote akashawishi watu. Tumeona matukio mbalimbali, matukio ya kiimani, matukio ya kiroho kwa lugha nyingine, lakini pia tumeona matukio ya kisiasa. Watu wengi wamekuwa wanasumakwa kwa vuta watu. Maana yake kinachofanya wale watu sasa wakufuate ni ile nyota. Watu wana nyota ya siasa, watu wana nyota ya utumishi, watu wana nyota ya uimbaji, watu wana nyota sumaku. Maana yake nini? Nyota ni kile kinachowafanya watu wengine, kinachowafanya washawishi watu wengine wakufuate. Kwa nini nimesema habari ya nyota? Watu wengi tumekuwa tukilalamika kwamba kwani hatufanikiwi. Kumbe nyota yako, kinachotakiwa uangalie kwenye ile eneo ni nyota yako, kwamba nyota yako iko wapi. Nyota yako imezimishwa, nyota yako haiko sawa. Na nyota isipokuwa sawa, maana yake maisha yako hayawezi kuwa sawa. Kwa nini? Angalia habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Yesu alipozaliwa, cha kwanza kilicholeta matokeo makubwa sana mpaka watu wakashangaa ni ile nyota, kwamba nyota iling'aa. Nyota walitokea, wakaenda. Sikiliza, watu wakashangaa, kuna vitu vya ajabu vilitokea. Kwa nini? Kwa sababu kuna matukio makubwa sana yalitokea kwa kuzaliwa kwa Yesu. Hata yule mfalme Herode alishangaa sana, na aliamuru akasema, nielekezeni na mimi nielekee nikamwangalia mtu, nikamwangalia huyu aliyezaliwa. Lakini angalia kwa habari ya nani? Kwa habari ya watumishi wa Mungu waliozaliwa. Tunaangalia kwa habari, hata kwa habari ya Musa kuzaliwa kwake. Nyota yake ilishaanza kutisha tangu akiwa mdogo. Kwa nini? Kwa sababu hata ukiangalia mazingira yake kulelewa ilikuwa ni mazingira ya shida. Kwa sababu nyota ilikuwa inatafsiri. Angalia watumishi wa Mungu wengine waliozaliwa katika mazingira ya ajabu. Kwa sababu nyota yao ilikushang'aa muda mrefu. Kwa hiyo adui anachokifanya, anahakikisha kile kizuri hakitaenda sawa. Kesho nitakuwa na operation hatari sana. Operation ya kurudisha nyota. Inaitwa operation ya kurudisha nyota. Kwamba kwa nini sifanikiwi? Ni kwa sababu nyota yangu imefichwa. Nyota yangu iko makaburini. Nyota yangu iko kwenye mashimo. Nyota yangu iko kwenye chini ya mti. Nyota yangu inaweza kawa imeelea angani. Nyota yangu inaweza kawa imefichwa kwenye kichuguu. Kuna watu wengi wanajiuliza kwamba nyota inaweza kapelekwa wapi? Kwanza, nyota inaweza katumika na watu wengine ambao ni wanajimu, washirikina, miungu. Inaweza katumia nyota yako. Lakini ya pili, nyota yako inaweza katumika hata kwenye vichuguu. Wachawi wanaweza kapeleka nyota kwenye vichuguu na utashangaa, utaendelea kuhangaika. Lakini nyota yako pia, nyota ya mtu pia inaweza kafungwa kijijini. Utashangaa chochote unachokiwaza wewe ni kijijini tu. Hata kwenye ulimwengu wa ndoto unaota huko kijijini. Kwa sababu ukiangalia katika ulimwengu wa roho, nyota yako ilikusha fungwa kule kijijini. Lakini pia nyota inaweza kafungwa kwenye misitu. Na unashangaa mara mtu anaota yuko msituni, mtu anaota yuko na wanyama, mtu anaota yuko na nyoka. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho nyota yake alikushafungwa, au mtu alishafungwa kule msituni, alishanyang'anywa nyota yake. Nyota iko kule msituni. Hata wewe unahangaika hata saa hii, unashangaa unahangaika na magonjwa. Kumbe walikusha kubadilisha, walikunyang'anya nyota ya afya, wakakuvalisha nyota ya magonjwa. Kwa hiyo nataka nikuambie, kuna jambo ambalo Mungu ataenda kufanya, jambo la ishara sana, jambo la maajabu sana, jambo ambalo litatisha kwa namna isiyo ya kawaida sana. Nyota yako iking'aa, kila mtu atakupigia. Narudia kusema kwamba kitakacho kutofautisha na watu wengine, cha kwanza ni nyota.